Because this is going to help us Kwa sababu hii itatusaidia as we prepare for the rapture. tunapojiandaa kwa ajili ya This unyakuzi. particular teaching is going to help us very, very much. Mafundisho haya hasa itatusaidia sana kabisa. And today, Na leo hii I want us to look at this. nataka tuangalie hili. The church at Kadesh Barnea. Kanisa la Kadesh Barnea. The church at Kadesh Barnea. Not the church in Kadesh Barnea. The church at Kadesh Barnea. Kanisa pale Kadesh Barnea. Hallelujah. Hallelujah. The church at Kadesh Barnea. Kanisa pale Kadesh Barnea. So when I talk about the church at Kadesh Barnea, Kwa hivyo nitakapozungumza kuhusu kanisa pale Kadesh Barnea, what am I talking about? je, ninazungumza kuhusu nini? Why have I not said the church in Kadesh Barnea? Kwa nini sijasema kanisa lililo ndani ya Kadesh Barnea? But I've said the church at Kadesh Barnea. Lakini nimesema kanisa liloko pale Kadesh Barnea. Nani zoom in watu waandike the topic, huh? So why have I said the church at Kadesh Barnea? Kwa nini nimesema kanisa pale Kadesh Barnea? What is Kadesh Barnea? Kadesh Barnea ni nini? Hallelujah. Hallelujah. Precious people. Watu wa dhamani. What is Kadesh Barnea? Je, Kadesh Barnea ni nini? And what is the church at Kadesh Barnea? Na je, kanisa pale Kadesh Barnea ni nini? When we are talking about the church at Kadesh Barnea, what are we talking about? Tunapozungumza kuhusu kanisa pale Kadesh Barnea, je, tunazungumza kuhusu nini? I want you to give me your attention, precious people, Nataka unipe umakinifu wako, watu wa dhamani. because I want to try by the end of this service just finish this topic, and then now we'll go back to the significance of the rapture or the pillars of the rapture. Kwa sababu nataka nijaribu kwa mwisho wa ibada hii nimalize hoja hii ili tutarudi katika umuhimu wa unyakuzi. Ili tuendelee. Precious people, Watu wa dhamani, what is Kadesh Barnea? je, Kadesh Barnea ni nini? What is the church at Kadesh Barnea? Je, kanisa pale Kadesh Barnea ni nini? Look at this, precious people. Tazama hili, watu wa dhamani. When I say the church at Kadesh Barnea, what do I mean? Ninaposema kanisa pale Kadesh Barnea, je, ninamaanisha nini? Hallelujah. Hallelujah. Kadesh Barnea Kadesh Barnea is the border, ni mpaka or was the border, ama ilikuwa ni mpaka to the promised land. kuelekea katika nchi ya ahadi. Hallelujah. Hallelujah. Kadesh Barnea, Kadesh Barnea, Evelyn Omondi, Evelyn Omondi, was the border ilikuwa ndio mpaka to the promised land. kuingia katika nchi ya ahadi. When Israel stood at Kadesh Barnea, Wakati Israeli walisimama pale Kadesh Barnea, she was essentially standing at the border to the promised land. kimsingi alikuwa amesimama katika mpaka wa nchi ya ahadi. At Kadesh Barnea, Pale Kadesh Barnea, Israel was able to clearly see the promised land. Israeli waliweza kuona kwa wazi sana nchi ya ahadi. Hallelujah. Hallelujah. As they stood at Kadesh Barnea, Waliposimama pale Kadesh Barnea, they were able to see the promise of God right in front of them. wangeweza kuona ile ahadi ya Bwana ikiwa mbele yao. And I know quite a number are following through YouTube. Thank you. God bless you. I greet you in the name of Jesus. Thank you for joining us today. Na najua idadi fulani wanatufuatilia kwenye mtandao. Asanteni na wasalimia katika jina la Yesu na wakaribisha. I know some of our members have told me they are unwell, whatever. The Lord will remember you. The Lord released blessings yesterday. I'm going to speak those blessings that the Lord released yesterday. I mean, the Lord is faithful, okay? Najua washirika wetu wengine wametuambia hawahisi vizuri. Bwana alitangaza baraka jana, nitazinena leo hii. So wherever you are, maybe you're following from home or workplace. I've seen somebody from Madare, somewhere, NYS, somewhere there. So thank you for joining. Kwa hivyo popote ambapo unatufuatilia, nimeona mtu kutoka Madare, mwingine kutoka NYS, popote unatufuatilia, asante kwa kuungana nasi. So just make sure you have your Bible, kwa hivyo hakikisha tu unayo Biblia and your yako, notebook and your pen, and you write down na something. kitabu chako na kalamu, na uandike chini jambo. Precious people, Watu wa dhamani, as Israel stood at Kadesh Barnea, Israeli iliposimama pale Kadesh Barnea, the promises of God were right there in front of them. ahadi za Bwana zilikuwa pale mbele yao. The promised land
nchi ya ahadi, the land flowing with milk, nchi inayotiririka na maziwa, the land flowing with honey, nchi inayotiririka na asali. that land was standing there in front of them. Nchi hiyo ilikuwa imesimama hapo mbele yao. Precious people, Watu wa dhamani, the reason why I'm talking about Kadesh Barnea today sababu ambayo nazungumza kuhusu Kadesh Barnea leo hii is because there are certain events that took place there. ni kwa sababu kunayo baadhi ya matukio ambayo yalitendeka mahali pale. As Israel was facing the promised land, Wakati Israeli walikuwa wanailenga nchi ya ahadi, facing the promised land like this, wakilenga nchi ya ahadi namna hii, they are looking at it like this. wanaiangalia kwa jinsi hii. It was just a matter of crossing over. Ilikuwa tu swala ya kuvuka kuingia, And then that would be it. na hiyo ingekuwa hivyo. There are certain events Kuna matukio fulani that took place at Kadesh Barnea ambayo yalitendeka pale Kadesh Barnea that serve as a lesson to the church today. ambayo inafanyika kama funzo kwa kanisa leo hii. And so, beloved people, Na kwa hivyo watu wapendwa, when I'm talking about the church at Kadesh Barnea, ninapozungumza kuhusu kanisa pale Kadesh Barnea, I'm talking about a church that found herself at the same place, the same location. nazungumza kuhusu kanisa ambayo lilijipata mahali pale hasa. Limejipata mahali pale hasa. When I'm talking about the church at Kadesh Barnea, Ninapozungumza kuhusu kanisa pale Kadesh Barnea, I'm talking about a church that is standing at the border to heaven. ninazungumza kuhusu kanisa ambalo limesimama katika mipaka ya kuingia mbinguni. A church that is looking at the coming of the Messiah like this. Kanisa linalotazama kukuja kwa Masihi, kurudi kwa Masihi namna hii. Are we together? Je, tuko pamoja? When I'm talking about the church at Kadesh Barnea, Ninapozungumza kuhusu kanisa pale Kadesh Barnea, I'm talking about a church nazungumza kuhusu kanisa that is looking at the promises of God like this. ambalo linatazama ahadi za Bwana namna hii. She's looking at the coming of the Messiah like this. Anatazama kurudi kwa Masihi namna hii. That at any moment the Lord will come. Ya kwamba kwa wakati wowote ule Bwana atarudi. At any moment the Messiah will come and take the church. Kwa wakati wowote ule Masihi atarudi na kulichukua kanisa. And so, beloved people, Na kwa hivyo watu wapendwa, the church at Kadesh Barnea kanisa pale Kadesh Barnea finds herself at a watershed moment in her Christian salvation. linajipata katika wakati muhimu sana katika maisha yake ya wokovu wa Kikristo. Hallelujah. Hallelujah. Are we together? Je, tuko pamoja? The church at Kadesh Barnea Kanisa pale Kadesh Barnea finds herself linajipata at a watershed moment in her life, katika mahali pa muhimu sana katika maisha in yake, her Christian salvation, katika wokovu wake wa Kikristo. because right ahead of her is the promise. Kwa sababu mbele yake hivi ni ile ahadi. Right ahead of her is the coming of the Lord. Mbele yake hivi ni ile kukuja kwa Bwana. And so, Na kwa hivyo if this church ikiwa kanisa hili at Kadesh Barnea pale Kadesh Barnea can catch the moment, linaweza kuichukua na ile muda, ile nafasi. hallelujah, Hallelujah. if she can do what? Ikiwa Catch the moment, aishike ile fursa, take it aichukue and catch it. na kuishika. It doesn't matter how she might have lived yesterday. Haijalishi jinsi ambavyo amekuwa ameishi pale jana. It doesn't matter about her past. Haijalishi kuhusu siku zake za kale. If this church can catch the Kadesh Barnea moment, Ikiwa kanisa hili litashika ile fursa ya Kadesh Barnea, she will enter glory. ataingia katika utukufu. Are you together? Je, tuko pamoja? The church at Kadesh Barnea, Kanisa pale Kadesh Barnea, if she can catch this moment, ikiwa atashika fursa hii, it doesn't matter how she might have lived yesterday haijalishi jinsi ambavyo aliishi hapo jana or in the past. ama siku zake za kale. It doesn't matter. Maybe at some point she fell. Haijalishi, huenda wakati mwingine alianguka. Maybe at some point she messed things up. Huenda kwa wakati fulani aliharibu mambo. But if she can catch the Kadesh Barnea moment, Lakini ikiwa ataishika ile fursa ya Kadesh Barnea, she has caught it. ameishika. Hallelujah. Hallelujah. And Na if this church ikiwa hili kanisa can miss her Kadesh Barnea moment, linaweza kulikosa lile fursa lake pale Kadesh Barnea, if she can miss this moment, ikiwa hatalikosa hili fursa, then she has missed it all. basi ameikosa kabisa. The church at Kadesh Barnea. Kanisa pale Kadesh Barnea. Are you ready to go? Je, uko tayari kuondoka? You're not ready to go. Hamko tayari.
Praise the Lord. Bwana asifiwe. The reason Jesus went to the cross, Kennedy Chege. Sababu ambayo Yesu alienda msalabani, Kennedy Chege. You know, for you, I know you love the word. Unajua kwako wewe, najua kwamba unalipenda neno. The reason Jesus went to the cross, sababu ambayo Yesu alienda msalabani, is because of this particular moment. Ni kwa sababu ya fursa hii asa. This Kadesh Barnea moment. Hii Kadesh Barnea, hii fursa ya Kadesh Barnea. The reason the scripture was written, sababu ambayo andiko liliandikwa, is because of this particular moment. Ni kwa sababu ya fursa hii asa. So it is a very, very significant moment in the house of God. Kwa hivyo ni fursa muhimu sana sana katika nyumba ya Bwana. I have called it a watershed moment. Nimeita wakati wa muhimu kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Makofi kwa Kristo Yesu. Now, sasa, beloved people, watu wapendwa, right away, mara moja, I want us to go to scripture. Nataka tuingie katika maandiko. And I want us to go to something called the Pentateuch. Na nataka tuende katika kitu inayoitwa Pentateuch. The 5 books of Moses. Zile vitabu 5 zilizoandikwa na Mose. I want us to begin from there. Nataka tuanzie mahali pale. By the way, have you ever known that the book of Exodus is a continuation of Genesis? Je, umewahi kujua kwamba kitabu cha Kutoka ni kuendelezwa kwa kitabu cha Mwanzo? And Leviticus is a continuation of Exodus? Na ile kitabu cha Mambo ya Walawi ni kuendelea kwa kitabu cha Kutoka? And Numbers is a continuation of Leviticus? Na Hesabu ni kuendelea kwa ile kitabu cha Mambo ya Walawi? And Deuteronomy is a continuation of Numbers? Na Kumbukumbu la Torati ni kuendelea kwa ile kitabu cha Hesabu? So these 5 books were written by one person called Moses. Kwa hivyo hivi vitabu 5 viliandikwa na mtu mmoja aitwaye Mose. Some people say it was one volume. Watu wengine wanasema kwamba ilikuwa kitabu kimoja. And then they were split into 5 books. Alafu ikagawanywa katika vitabu 5. So I want us to go to the Pentateuch. Kwa hivyo nataka tuende katika ile Pentateuch. The 5 books of Moses. Vile vitabu 5 vya Mose. And I want us to borrow some things from there. Na nataka tunukuu mambo fulani kutoka pale. Even as we begin this journey. Hata tunapoanza safari hii. And right away, na mara moja, I want us to go to the book of Genesis chapter 15. Nataka tuende katika kitabu cha Mwanzo 15. Maybe you should not put the scriptures on the screen. Allow people also to read their Bibles. Waruhusu watu pia wasome Biblia zao, usiweke andiko kwenye runinga. So that those that don't have Bibles are also able to buy. Ili wale ambao hawana Biblia pia waweze kununua Biblia. Hallelujah. Hallelujah. It's good to have a physical Bible. Ni vizuri kuwa na Biblia ya asilia. Now, sasa, the book of Genesis, kitabu cha Mwanzo, chapter 15, verse 12, mstari wa 12, all the way to 15. kote hadi 15. Genesis, Mwanzo, chapter 15, sura ya 15, verse 12 mstari wa 12 to 15. hadi 15. Precious people. Watu wa dhamani. The Bible says, Biblia inasema, as the sun was setting, wakati jua lilipokuwa linatua, Abram fell into a deep sleep. Abrahamu akashikwa na usingizi mzito. And a thick and dreadful darkness came over him. Giza nene na la kutisha likaja juu yake. The Lord said unto him, kisha Bwana akamwambia, know for certain ujue hakika kwamba that for 400 years ya kwamba kwa miaka 400 your descendants will be strangers in a country not their own, wazao wako watakuwa watumwa katika nchi isiyo yao, and that they will be enslaved and mistreated there. Na watateswa na watakuwa watumwa huko. But I will punish the nation they serve as slaves, lakini nitaliadhibu taifa lile watakalolitumikia kama watumwa. And afterward they will come out with great possessions. Hatimaye watatoka huko na mali nyingi. You, Abraham, wewe Abrahamu, will however go to your ancestors in peace. Hata hivyo utakwenda kwa baba zako kwa amani. You will be buried at a good old age. Na kuzikwa katika uzee mwema. In the 4th generation, katika kizazi cha 4, your descendants will come back here. Wazao wako watarudi hapa. For the sin of the Amorites, kwa maana dhambi ya Waamori has not yet reached its full measure. Bado haijafikia kipimo kilichojaa. Now, I have done a teaching on this. Sasa nimefanya mafundisho kuhusu haya. We were to stream, I think we were not able for some reason.
but the teaching is there. We were supposed to do lunch hour this week. Probably we can stream this week. I did the teaching already. Nilifanya mafundisho kuhusu haya tayari. So I will not go into the details because the details are there. Kwa hivyo sitaenda katika vilindi maana vile vipengee viko pale. But this is a prophecy. Lakini huu ni unabii. This is a prophecy alluding to the redemption of Israel. Huu ni unabii unaoashiria kuhusu ukombozi wa Israeli. Hallelujah. Hallelujah. Again. Tena The Lord is speaking to Abraham. Bwana anamzungumzia Abrahamu In a prophecy. Katika unabii. Alluding to the redemption of Israel. Akiashiria ukombozi wa Israeli. And it had been predetermined by God. Na ilikuwa imeamuliwa kimbele na Mungu. That one day. Ya kwamba siku moja. Israeli. Will indeed be enslaved. Hakika watakuwa watumwa. Hallelujah. Hallelujah. Number 2. Ya pili, Israeli would need redemption. Wangehitaji ukombozi. Number 3. Ya tatu, Israeli would indeed be redeemed. Hakika watakombolewa. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Let me write that for you. It's important to write that so that you are able to get it. Acha niwaandikie hiyo, ni muhimu sana kuandika hiyo ili mpate kuishika. Yeah, it's important to catch that because of where we are headed to. Ni muhimu kuishika hiyo kwa ajili ya mahali ambapo tunaelekea. So we've said, kwa hivyo tumesema a prophecy unabii alluding to the redemption of Israel. Inayoangazia ukombozi wa Israeli. And then we've said, kisha tumesema the Lord had predetermined. Bwana alikuwa ameamua kimbele. Very good. Predetermined. Aliamua kimbele. Clap for my translator. She's very powerful. Jacqueline is powerful. And you know she's also very educated. So najiuliza hata mimi ni nani I'm being translated by such an educated woman in this country. Amekula tu vitabu mpaka kashiba. Clap for her again. The Lord had predetermined. Bwana aliamua kimbele that Israel would be enslaved. Ya kwamba Israeli wangekuwa watumwa. Would be slaves. Wangekuwa watumwa. That Israel would need redemption. Ya kwamba Israeli wangehitaji ukombozi. Redemption. And then that Israel would be redeemed. Na ya kwamba Israeli wangekombolewa. Israel would indeed be redeemed. Ya kwamba Israeli kwa uhakika wangekombolewa. Just write that. It's going to help us as we continue. Andika tu hiyo, itatusaidia tunapoendelea. A prophecy alluding to the redemption of Israel. Unabii unaoangazia kuhusu ukombozi wa Israeli. The Lord had predetermined. Bwana alikuwa ameamua kimbele. Israel would be slaves. Israeli wangekuwa watumwa. Or they would be enslaved. Ama wangekuwa watumwa. Molly, you're able to see? And then that Israel would need redemption. Ya kwamba Israeli wangehitaji ukombozi. Number 3. Ya tatu. That Israel would indeed be redeemed. Ya kwamba Israeli kwa uhakika wangekombolewa. Know for certain. Jua kwa uhakika. That for 400 years. Ya kwamba kwa miaka 400. Your descendants will be enslaved. Wazao wako watakuwa watumwa. But I will come and redeem them. Lakini nitakuja na nitawakomboa. By punishing their slave drivers. Kwa kuadhibu wale walioweka watumwa. And they will come out of slavery. Na watatoka katika utumwa. With great victory, with great possession. Wakiwa na ushindi mkuu na mali mingi. The Lord had already predetermined. Bwana tayari alikuwa ameamua kimbele. That redemption would take place. Ya kwamba ukombozi huo lazima ungetendeka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Now, sasa when you look at the book of Exodus. Unapotazama kitabu cha Kutoka. When you look at Exodus chapter 1. Unapotazama Kutoka sura ya kwanza. It speaks about. Inazungumza kuhusu. How Israel was eventually enslaved. Jinsi ambavyo Israeli hatimaye walifanywa kuwa watumwa. Maybe you can write that also. Just write. Unaweza kuandika hiyo, andika hiyo pia. Itatusaidia. So that the moment I begin delivering the message, you've already caught what I'm talking about. Ili mara nitapoanza kuwasilisha ujumbe tayari umeshika lile ambalo linahitajika. So, kwa hivyo, you look at Exodus chapter 1. Ukiangalia Kutoka sura ya kwanza.
So, Kwa hivyo Exodus 1 Kutoka sura ya kwanza talks about how Israel was eventually enslaved. inazungumza kuhusu jinsi ambavyo hatimaye Israeli walifanywa kuwa watumwa. And I'm giving you this as an assignment. Go home and read this. Na nawapatia hii kama kazi ya ziada, mwende mlisome. How Israel was eventually enslaved. Jinsi ambavyo hatimaye Israeli walifanywa kuwa watumwa. Okay. When you read Exodus chapter 2, unaposoma Kutoka sura ya pili, it talks about inazungumza kuhusu the birth of Moses, kuzaliwa kwa Mose, the servant of the Lord. mtumishi wa Bwana. It also talks about Pia inazungumza kuhusu how God prepared Moses for 40 years. jinsi ambavyo Mungu alimwandaa Mose kwa miaka 40. How God Jinsi ambavyo Mungu prepared alimwandaa Mose Moses for 40 years kwa miaka 40 in the desert. katika jangwa. The Lord prepared Moses for 40 years in the desert Bwana alimwandaa Mose katika jangwa kwa miaka that he 40 may be able to lead Israel ili apate kuliongoza Israeli for 40 years kwa miaka 40 into the promised land. katika nchi ya ahadi. So you find that in Exodus chapter 2. Kwa hivyo unapata hiyo katika Kutoka sura ya pili. Write this down, itakusaidia. Even as you are reading scripture, you are able to know, oh, so as I read Exodus chapter 1, this is what I'm going to cover. Andika hili chini, maana itakusaidia hata unaposoma Biblia. Ukisoma sura ya kwanza unasema hii ndio inayopaswa kushughulikia. And then you'll meet some excellent women there. They are called Shifra and Pua, the two midwives. Kisha utakutana Very na powerful women there. wanawake wenye nguvu sana wanaitwa Shifra And Pua. na Pua. Very powerful women. You'll find them there. Wanawake wenye nguvu sana utawapata pale. That is Exodus chapter 1. Hiyo ni Kutoka sura ya And kwanza. then chapter 2, the birth of Moses. Kisha sura ya pili kuzaliwa kwa And Mose. then now, through the orchestration of the Lord, Moses leaves the palace, goes to the wilderness. 40 years, the Lord is preparing him. Kisha katika ile utendaji wa Bwana, Mose anatoka katika lile kasri la mfalme na anaenda katika jangwa mahali Mungu anamwandaa. For 40 years, he's preparing him for the great ministry ahead. Kwa miaka 40 Mungu anamwandaa kwa ajili ya ile huduma iliyoko mbele yake. Are you aware that certain things can happen in your life and God can use them to prepare you for things ahead? Je, unajua kwamba mambo mengine yanaweza kutendeka katika maisha yako na Bwana anayatumia kukuandaa kwa ajili ya maisha ya mbele? It's important. Ni muhimu. Hallelujah. Hallelujah. And then now, when you look at Exodus chapter 3. Kisha sasa ukitazama Kutoka sura ya 3, Exodus 3. Kutoka sura ya 3, Just write it down. I know some of you, maybe you know this, but write it. It's important that we have this in context. iandike tu chini, ni muhimu tuwe na hii katika muktadha. God introduces himself to Moses. Mungu anajitambulisha kwa Mose. Himself. Mungu anajitambulisha kwa Mose As the great I am. kama Mungu mkuu ni aliye. The great I am. Kama Mungu mkuu aliye. And then here, Exodus chapter 3, Kisha hapa Kutoka sura ya you also 3 find the calling of Moses. pia unapata ile wito wa Mose. You also find the commissioning of Moses. Pia unapata ile Kutumwa, or something. kutumwa kwa Mose. Commissioning of Moses. Unapata ile kutumwa kwa Mose. Tuko pamoja? Je, tuko pamoja? Again. Tena Exodus chapter 3. Kutoka sura ya 3 God now introduces himself to Moses Mungu sasa anajitambulisha mwenyewe kwa Mose as the great I am. kama Mungu mkuu aliye. Okay? There you Sivyo? also find the calling of Moses, Pale pia unapata mwito wa the Mose, servant of the Lord, mtumishi wa the Bwana, commissioning of Moses. kutumwa kwa Mose. You find it there Unaipata mahali pale in Exodus chapter 3. katika Kutoka sura ya 3. I'm doing this deliberately. Nafanya hii kimaksudi. So please make sure you catch it. Kwa hivyo hakikisha kwamba Twende unaishika. tu pamoja, we are headed somewhere. Twende tu pamoja, tunaelekea mahali. Sidio? Si ndio? We began a journey. Tumeanza safari. Can I read this? Je, naweza Can kufuta? I rub? Okay, good.
After that, baada ya hiyo tumesema what happened in Exodus chapter 3? Je, tumesema nini litendeka katika Kutoka sura ya 3? He introduced himself to Moses, right? Yes. Now, when you look at Exodus chapter 4 all the way to 12, unapoangalia Kutoka sura ya 4 hadi sura ya 12, the Lord Bwana introduces himself anajitambulisha to Israel kwa Israeli through signs and wonders. Kupitia ishara na maajabu. From Exodus chapter 4 kuanzia Kutoka sura ya 4 all the way to 12. Kote hadi sura ya 12. I'm not talking about Egypt. Forget about Egypt. Sizungumzi kuhusu Misri, sahau kuhusu Misri. I'm looking at Israel. Naangalia Israeli. The Lord takes a considerable amount of time. Bwana anachukua muda fulani hasa. And a considerable amount of effort. Na muda jitihada fulani to manifest himself to Israel. Kujidhihirisha kwa Israeli. Hallelujah. Hallelujah. Do you remember the 10 plagues? Je, unakumbuka zile mapigo 10? Hallelujah. Hallelujah. How many remember the 10 plagues? Je, ni wangapi wanakumbuka zile mapigo 10? The waters of the Nile turning to blood. Ile maji ya mto Nile ikibadilika kuwa damu. Frogs everywhere. Chura kila mahali. Flies. Boils. Nzi na zile uvimbe. Hallelujah. Darkness. Giza. Hail. I mean, so much happened. Mengi sana yakitendeka. And then eventually the slaughter of Egypt. Kisha hatimaye kuchinjwa kwa Misri. The Lord was doing these things. Bwana alikuwa anatenda mambo haya. Of course, to judge the Egyptians. Hata hivyo kuwahukumu wa Misri. But he was also introducing himself to Israel. Lakini pia alikuwa anajitambulisha kwa Israeli. To his people. Kwa watu wake. Hallelujah. Hallelujah. And the Lord, naye Bwana, he wanted his people alitaka watu wake to know certain things. Wajue mambo fulani. That this Jehovah ya kwamba huyu Yehova is a miracle working God. Ni Mungu wa kutenda miujiza. That the gods of Egypt cannot do miracles. Ya kwamba miungu ya Misri haiwezi kufanya miujiza. That Jehovah the God of heaven is a miracle working God. Ya kwamba Yehova Mungu wa mbinguni ni Mungu wa kutenda miujiza. The Lord wanted them to know. Bwana alitaka wajue That Jehovah the God of heaven, ya kwamba Yehova Mungu wa mbinguni, he judges sin. Anahukumu dhambi. Hallelujah. Hallelujah. He also wanted them to know. Pia alitaka wajue that Jehovah ya kwamba Yehova is a covenant keeping God. Ni Mungu anayelinda maagano yake. He promised Abraham. Alimwahidi Abrahamu. He has come to fulfill it. Amekuja kulitimiza. You know, the fact that even a prophet was sent to them. Unajua swala kwamba hata nabii alitumwa kwao. To address their issues. Kushughulikia hali zao. I think that was a wonder in itself. Hiyo ilikuwa maajabu kipekee. That God had remembered them and sent a messenger. Ya kwamba Mungu aliwakumbuka na kuwatumia mjumbe. Hallelujah. Hallelujah. So the Lord did these things. Kwa hivyo Bwana alitenda mambo haya. He wanted Israel to know. Alitaka Israeli wapate kujua. That Jehovah is the only true God. Ya kwamba Yehova ndiye Mungu wa kweli pekee. He also wanted Israel to know. Pia alitaka Israeli wajue. That Jehovah is a gracious and merciful God. Ya kwamba Yehova ni Mungu wa rehema na neema. Because he came to save Israel. Kwa sababu alikuja kuwaokoa Israeli. Not because of their righteousness. Sio kwa sababu ya uhaki wao. But because of mercy. Lakini kwa sababu ya rehema. That is why the Lord took some time to reveal himself to Israel. Hiyo ndiposa Bwana alichukua muda fulani ili kujidhihirisha kwa Israeli. I can see some of you are writing. Let me read for you. Naona baadhi yenu wanaandika, acha niwasomee. Hallelujah. Hallelujah. In these visitations, katika mitembeleo hii, certain attributes of God, sifa fulani za Mungu, were clearly manifested to Israel. Zilidhihirishwa kwa wazi kwa Israeli. In these visitations, kama huko umeandika, in these visitations, katika mitembeleo hii, certain attributes of God, sifa fulani za Mungu, were clearly
demonstrated or revealed or manifested to Israel, the way you want to write. Zilidhihirishwa ama zilifunuliwa kwa wazi kwa Israeli. Number 1, ya kwanza, he is a miracle working God. Ya kwamba yeye ni Mungu anayetenda miujiza. Unlike the Egyptian gods. Hiyo ni tofauti na miungu ya Misri. Tofauti na miungu ya Misri, Elder Emmanuel, Jehovah is a miracle working God. Tofauti na miungu ya Misri, Yehova ni Mungu anayetenda miujiza. Number 2, ya pili, a God that judges sin. Mungu anayehukumu dhambi. Okay. Sivyo? Number 3, ya tatu, again number 1, a miracle working God. Ya kwanza, Mungu anayetenda miujiza. Number 2, ya pili, God that judges sin. Mungu anayehukumu dhambi. Number 3, ya tatu, a covenant keeping God. Mungu anayelinda maagano. Number 4, ya nne, the only true God. Mungu wa pekee wa kweli. The only true God. Mungu wa kweli wa pekee. Number 5, ya tano, a gracious and merciful God. Mungu wa neema na rehema. Again. Tena. Number 3, ya tatu, a covenant keeping God. Mungu anayelinda maagano. Number 4, ya nne, the only true God. Mungu wa kweli wa pekee. Number 5, ya tano, a gracious and merciful God. Mungu wa neema na rehema. Number 5 is a gracious and merciful God. Mungu wa neema na rehema. Na hapo you can say he saved Israel not because of their righteousness. Na hapo unaweza sema ya kwamba aliwaokoa Israeli sio kwa ajili ya uhaki wao, but because of mercy. Lakini kwa ajili ya rehema. Are we together? Je, tuko pamoja? Powerful. Ya nguvu. Is everyone with me or should I repeat something? Je, kila mmoja ako pamoja nami ama nirudie kitu fulani? Pastor Alan, you okay? Beloved people, watu wapendwa, when you look at Exodus unapotazama Kutoka chapter 14 sura ya 14 all the way to 40, kote kote hadi 44, Exodus 14 Kutoka sura ya 14 all the way to 40, kote kote hadi sura ya 40, the Lord Bwana continued aliendelea to demonstrate kudhihirisha his power nguvu zake to Israel. Kwa Israeli. Hallelujah. Hallelujah. We'll write some of the things that happened. Tutaandika baadhi ya mambo ambayo yalitendeka. He came in the cloud. Alikuja katika wingu. He parted the sea. Alipasua ile bahari. Wanaitanga bahari Shamu, right? Alipasua bahari Shamu. He gave them manna. Akawapa mana from heaven. Kutoka binguni. All this you'll find between Exodus 14 all the way to 40. Hizi zote utapata katikati ya Kutoka sura ya 14 hadi sura ya 40. He gave them water. Aliwapa maji. Water. Aliwapa maji from the rock. Kutoka kwenye mwamba. He healed the bitter waters of Mara. Aliiponya ile maji chungu ya Mara. He gave the 10 commandments. Aliwapa zile amri 10. Write these things down, zitatusaidia. Andika vitu hivi chini, vitatusaidia. The radiant face of Moses.
ile uso wa Mose unaong'aa. So from Exodus 14, kwa hivyo kutoka sura ya 14 all the way to 40, kote hadi sura ya 40, the Lord continued to demonstrate his power to Israel. Bwana aliendelea kudhihirisha nguvu zake kwa Israeli. He came in the cloud. Alikuja katika wingu. He parted the sea. Alipasua bahari Shamu. Gave them manna from heaven. Aliwapa manna kutoka mbinguni. Gave them water from the rock. Aliwapa maji kutoka kwenye mwamba. He healed the bitter waters of Mara. Aliponya ile maji machungu ya Mara. He gave them the 10 commandments. Aliwapa zile amri 10. You see the radiant face of Moses. Unaona ule uso unaong'aa wa Mose. He glorified Moses, transfigured Moses in their eyes. Alimtukuza Mose, alimbadilisha machoni pao. Lucy Maina, are we together? Je, tuko pamoja? The Lord continued to demonstrate his power. Bwana aliendelea kudhihirisha nguvu zake. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Focus on me, precious people. Mnilenge watu wa dhamani. Tumemaliza eh? Je, tumemaliza? Focus on me. We are headed somewhere. Mnilenge, tunaelekea mahali fulani. Don't worry, we are headed somewhere. Usijali, tunaelekea mahali. Why did the Lord do all these things? Je, ni kwa nini Bwana alitenda mambo haya yote? Precious people. Watu wa dhamani. Why did the Lord continue to demonstrate his power to Israel? Why did the Lord continue to reveal himself to Israel? Je, ni kwa nini Bwana aliendelea kudhihirisha nguvu zake kwa Israeli? Je, ni kwa nini Bwana aliendelea kufunua nguvu zake kwa Israeli? An entire book. Kitabu lote nzima. Exodus. Kutoka 14 all the way to 40. 14 hadi 40. No. La. From chapter 4. Kuanzia sura ya 4. All the way to 40. Kote hadi sura ya 40. Demonstrations of power. Madhihirisho, kudhihirishwa kwa nguvu. Acts of grace. Na neema yake. Acts of grace. Matendo ya neema. The visitations of God. Mitembeleo ya Mungu. Why was the Lord doing this? Je, ni kwa nini Bwana alikuwa anatenda haya? Ona. Tazama. Focus on me. Mnilenge. Oh church, please focus on me. Tafadhali mnilenge kanisa. Jameni. Hata Edna na Simiyu anakimbia tu nje arudi. Focus on me somebody. Mnilenge mtu. Why was the Lord doing these things? Je, ni kwa nini Bwana alikuwa anatenda haya yote? Why did he ensure that Israel has seen his power? Je, ni kwa nini alihakikisha ya kwamba Israeli wameona nguvu yake? And I remember on the shores of the sea. Na nakumbuka pale katika kando ya bahari, as the dead bodies of the Egyptians were floating on the waters, wakati ile mili ya waliokufa wa Misri ilikuwa inaelea juu ya maji, they worshipped, waliabudu, and they said the Lord is God, the Lord is God. Na wakasema Bwana ni Mungu, Bwana ni Mungu. Why did the Lord do all these things? Je, ni kwa nini Bwana alitenda haya yote to Israel? Kwa Israeli. Manifested his power again and again and again and again and again, many times. Akidhihirisha nguvu zake tena na tena na tena mara nyingi. Why? Kwa nini? That no Israelite may ever have an excuse to fall away. Ili kusikuweko na Muisraeli yeyote ambaye atakuwa na kijisababu ya kuanguka. That no Israelite may ever have an excuse under the sun to fall away. Ya kwamba pasiwepo na Muisraeli yeyote ambaye atakuwa na sababu yoyote chini ya jua ya kuanguka. No, you need to write that down. Mnapaswa kuandika hiyo. The reason why the Lord did all these things, sababu ambayo Bwana alitenda haya yote, was that no Israelite may ever have an excuse to fall away and say, oh, this God, I don't know him. Ya kwamba pasiwepo na Muisraeli yeyote ambaye atakuwa na kijisababu ya kuanguka. Aseme ati huyu Mungu mimi simjui. Aseme kwamba huyu Mungu simjui. That is why the Lord did all these things. Hii ndio sababu ambayo Mungu alitenda haya yote. That none of them may ever have an excuse. Ya kwamba pasiwepo na mmoja katikati yao ambaye atakuwa na kijisababu yoyote. That is reason number one. Hiyo ni sababu ya kwanza. Number two. Ya pili. That if any Israel would ever fall away, ya kwamba ikiwa Muisraeli yeyote atawahi kuanguka, God would have the right to judge without mercy. Mungu atakuwa na haki ya kuhukumu bila rehema. Sijui kama ni rehema ama huruma.
bila huruma. That if any Israelite would fall away, ya kwamba ikiwa Muisraeli yeyote angeanguka, God, Mungu, would be justified, Elizabeth, God would be justified to judge without mercy. Mungu atakuwa na haki ya kuhukumu bila huruma. Why did the Lord manifest his power like this? Je, ni kwa nini Mungu alidhihirisha nguvu zake namna hii? And they knew only one God. Na walijua tu Mungu mmoja. And only one voice. Na sauti moja pekee. The voice of Moses. Sauti ya Mose. Number 3. Ya tatu. That if along the way, ya kwamba ikiwa njiani, David, if along the way, ikiwa njiani, other voices would arise, sauti zingine zingeinuka, if other voices would ever arise along the way, ikiwa sauti zingine zingeweza kuinuka wakiwa safarini, and lead Israel astray, na kuipotosha Israeli, they would have no excuse. Hawatakuwa na kijisababu. Just write it in your own way. Iandike tu katika njia yako mwenyewe. That if other voices would come out or come up or show up along the way, ya kwamba ikiwa sauti zingine zingejitokeza katika safari yao, and now mislead Israel, na sasa waipotoshe Israeli kutoka kwenye njia, and then Israel listens to those voices, na Israeli waizisikize sauti hizo, other voices along the way, sauti zingine katika safari yao njiani, the Lord would simply look at his track record. Bwana angeangalia tu ile rekodi yake. He would simply look at the track record. Kimsingi angeangalia tu ile rekodi yake. I came in the cloud. Nilikuja katika wingu. They saw. Waliona. I parted the sea. Nilipasua bahari Shamu. They saw, Waliona. And then kisha, I gave them manna. Niliwapa mana. Every morning. Kila asubuhi. They saw. Waliona. And I gave them water. Na niliwapatia maji. And they drank. Na wakanywa. And now, na sasa, ati wanasikiza sauti nyingine. Sasa wanasikiza sauti zingine. Ati sauti zingine tu zimetokelezea, alafu hizo sauti zingine sasa ati zinawaongoza. Ya kwamba sauti zingine sasa zimejitokeza na zinawaongoza. God would simply look at his track record. Mungu kimsingi ataangalia tu rekodi yake. And judge without mercy. Na hukumu bila huruma. No, you can almost tell where we are headed. Sindio? Unaweza kuelezea tu mahali tunapoelekea. Leo kuna mchezo. Leo kuna mchezo. You can see where we are headed to. Unaona mahali tunapoelekea. God ensured wameona nguvu zake. Mungu alihakikisha kwamba wameona nguvu zake. Hata miujiza zake wameona. Hata miujiza zake wameona. Na mamlaka yake pia wameona. Na mamlaka yake pia wameona. Hapana. Hata utukufu wake wameona. Hata utukufu wake pia wameona. And then kisha along the way, katika njia, ati sauti zingine wanazisikiza, judge without mercy, atahukumu bila huruma. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Precious people, watu wa dhamani, I now want us to go to the book of Numbers. Nataka sasa tuende katika kitabu cha Hesabu. If you're able to read kwa haraka kwa mzuri. Because that is a whole chapter. Kwa sababu hiyo ni sura yote nzima. Or maybe I don't know, should we read from the screen? Numbers, Hesabu chapter 13, sura ya 13 verse 1. Kuanzia mstari wa kwanza. Weka kwa screen, Numbers, weka kwenye runinga Hesabu 13 13 to 33. Mwenye anasoma, can you read from the screen? So at the Lord's command. Hapana. I said from verse 1. That is verse 3. Kuanzia mstari wa kwanza. Anza sasa. The Lord said to Moses. Say to Moses. Send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leaders. So at the Lord's command, Moses sent them out from the desert of Paran. All of them were leaders of the Israelites. Now, sasa, focus on me. Nilenge. Israeli has reached a place called Kadesh Barnea. Wamefika mahali panapoitwa Kadesh Barnea. In the desert of Paran. Katika jangwa la Parani. They are facing the promised land. Wanailenga nchi ya ahadi. I only have one request, your attention. Niko na ombi moja tu, umakinifu wako. Amen. Just give me your attention. Nipe tu umakinifu wako. The way Marianne is giving attention, please, all of us. Jinsi ambavyo Marianne ananipa umakinifu hivyo hivyo. So,
Kwa hivyo the desert of Paran, jangwa la Parani, and then Kadesh Barnea. kisha Kadesh Barnea. And then Kisha when you read Deuteronomy, unaposoma Kumbukumbu la you'll Torati, discover it was actually the Israelites unagundua ya kwamba ilikuwa ni Waisraeli that requested Moses, ambao walimuomba Mose, please allow us send people to the promised land to see how good that land is. tafadhali turuhusu tuwatume watu katika nchi ya ahadi ili wapelelezi waone jinsi nchi hiyo ilivyo bora. And then now the Lord allowed Moses, Kisha Bwana akamruhusu Mose, and Moses now commissioned the, how many were they? Were they 12 of them? 12 of them to enter the promised land. kisha Bwana akamruhusu Mose na Mose akawatuma 12 wawili wao wakaingia katika nchi ya So ahadi. these events are taking place at Kadesh Barnea. Kwa hivyo matukio haya yanatendeka pale Kadesh Barnea. Tuko pamoja? Je, tuko pamoja? Please continue. Tafadhali endelea. Give us the scriptures. Tupatie maandiko. These are their names. From the tribe of Reuben, Shamua son of Zakur. From the tribe of Simeon, Shaphat son of Hori. From the tribe of Judah, Caleb son of Jephunneh. From the tribe of Issachar, Igal son of Joseph. From the tribe of Ephraim, Noshea son of Nun. So Hoshea is the one that Moses gave the name Joshua. So the name Hoshea was changed from Hoshea to Joshua. Okay? Hoshea ndio yule ambaye Mose alibadilisha jina lake akawa Yoshua. Endelea. From the tribe of Benjamin, Palti. Palti son of Raphu. From the tribe of Zebulun, Gadiel son of Sodi. From the tribe of Manasseh, a tribe of Joseph, Gadi son of Susi. From the tribe of Dan, Amiel son of Gemali. From the tribe of Asher, Sethur son of Michael. From the tribe of Naphtali, Nahbi son of Vophsi. From the tribe of Gad, Guel son of Maki. These are the names of the men Moses sent to explore the land. Moses gave Hoshea son of Nun the name Joshua. When Moses sent them to explore Canaan, he said, "Go up through the Negev and onto the hill country. See what the land is like and whether the people who live there are strong or weak, few or many. What kind of land do they live in? Is it good or bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? How is the soil? Is it fertile or poor? Are there trees in it or not? Do your best to bring back some of the fruit of the land." It was the season for the first ripe grapes. So, Kwa hivyo, look at this. tazama hili. Marilyn, Meroli. look at this. Tazama hili. Everybody on me. Kila mtu kwangu. They are standing at Kadesh Barnea, Wamesimama pale Kadesh Barnea and the land in front of them na nchi iliyoko mbele yao is just about to experience the first harvest. iko tu karibu kupata ile mazao ya kwanza. Are we together? Je, tuko pamoja? Ni mazao ya kwanza ama ni mavuno ya kwanza? Mavuno ya kwanza. So, Kwa hivyo the promised land nchi ya ahadi is just about to experience the first harvest. wako tu karibu kupata ile mavuno ya kwanza. Does somebody remember the first harvest? Je, mtu anakumbuka ile mavuno ya kwanza? Who remembers the first harvest? Je, ni nani anakumbuka mavuno ya kwanza? Jamani, I talked about two harvests, the first harvest and the second harvest. Who remembers? Nilizungumza kuhusu mavuno mawili, mavuno ya kwanza na mavuno hiyo nyingine ifuatayo. Je, ni nani anakumbuka mavuno ya kwanza na mavuno ya pili? Inua mikono yako juu jameni. We said Tulisema the first harvest. mavuno ya kwanza. Is it Revelation 14? The first harvest Mavuno ya kwanza katika Ufunuo 14 represents the rapture. inawakilisha wateule wa The unyakuzi. first harvest is unto glory. Mavuno ya kwanza ni kuelekea katika utukufu. How about the second harvest? Na je, kuhusu mavuno ya pili? Tribulation, lake of fire. Katika dhiki na ziwa la moto. Tuko pamoja? Je, tuko pamoja? And now here, na sasa hapa they are standing at Kadesh Barnea, wanasimama pale Kadesh Barnea, right in front of them, mbele yao promised land, nchi ya ahadi, and the promised land na nchi ya ahadi is just about to experience the
first harvest. Iko It's tu the ka- season for the first iko harvest. tu karibu, ni majira ya mavuno ya kwanza. You're getting the point, eh? Je, unapata hiyo swala? Endelea. Naendelea. Weka scripture kwa haraka because of time. You're too slow, eh? Slow. So they went up and explored the land from the desert of Zin as far as Yeah, just Rehob. leave it. Wachana naye. Read from the Bible. So they went up and explored the land from the desert of Zin as far as Rehob toward Lebo Hamath. They went up through the Negev and came to Hebron, where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the descendants of Anak, lived. Hebron had been built 7 years before Zoan in Egypt. When they reached the valley of Eshcol, they cut off a branch bearing a single cluster of grapes. 2 of them carried it on a pole between them, along with some pomegranates and figs. That place was called the Valley of Eshcol because of the cluster of grapes the Israelites cut off there. At the end of 40 days, they returned from exploring the land. Report on the exploration. Says. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There, they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruits. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev. The Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country. And the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Okay. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. But the men who had gone up with him said, we can't attack those people. They are stronger than we. Okay, that's enough. Thank you. Hiyo imetosha, asante. Precious people, Watu wa dhamani, now focus on me sasa mnilenge, because I'm now entering the message. kwa sababu sasa naingia katika ujumbe. After every miracle had been done, Pastor Phyllis, Baada ya every kila miracle has been done. Baada ya kila miujiza kutendwa, Every sign has been performed by kila God. ishara imetendwa na Mungu. The cloud has come. Wingu limeshuka. God has done everything he was supposed to do. Mungu ametenda kila kitu ambayo ilimpasa atende. Hallelujah. Hallelujah. They had seen everything. Waliona kila kitu. They had heard Walisikia. They had heard everything. Walisikia kila kitu. Walikuwa wamesikia. Walikuwa wamesikia kila They kitu. had heard everything with their ears. Walikuwa wamesikia kila kitu kwa masikio yao. Everything that was to be done had been done. Kila kitu ambayo ilipaswa kufanywa ilikuwa imefanywa. The only thing that remained Cha pekee ambacho kilikuwa kimebaki was for them to enter. ni kwao kuingia. Are we together? Je, tuko pamoja? Everything has been done. Kila kitu kimetendwa. Kama ni viwete wametembea sana. Kama ni viwete wametembea sana. Hata vipofu wameona sana. Hata vipofu wameona sana. Na ukimwi pia imeponywa tu sana. Hata wamedance tu wakisema ukimwi imepona. Na ukimwi pia umeponywa tu sana, na wamecheza densi wakisema ukimwi umepona. Even the rain of God has come. Hata mvua ya Mungu imekuja. Everything has been done. Kila kitu kimetendwa. Only one thing remains. Jambo moja pekee ndilo limebaki. To enter. Kuingia. That is where Israel was. Hapo ndipo mahali Israeli walikuwa. At Kadesh Barnea. Pale Kadesh Barnea. Now, sasa I want to talk about this. Nataka nizungumze kuhusu hili. Some of the things that happened at Kadesh Barnea. Baadhi ya mambo ambayo yalitendeka pale Kadesh Barnea. That will be our message. Hiyo ndio itakuwa ujumbe wetu. And then I'll close the service. Kisha nitafunga ibada. Some of the things that happened at Kadesh Barnea. Baadhi ya mambo ambayo yalitendeka pale Kadesh Barnea. Pastor Thomas. Mchungaji Thomas. After every miracle has been done. Baada ya kila miujiza kutendwa. Every sign. Mungu amemaliza everything. Kila ishara, Mungu amemaliza kila kitu. Kile imebaki. Kile kilichobaki. Just to walk into the promised land. Ni kutembea tu na kuingia katika nchi ya ahadi. That is where Israel was. Hapo ndipo mahali Israeli walikuwa. And I see a generation. Na ninaona kizazi. God has done everything he was supposed to do. Mungu ametenda kila kitu ambayo alipaswa kutenda. The only thing that remains. Jambo la pekee lililobaki Ni nini? kuingia.
Every prophecy has been fulfilled. Kila unabii umetimizwa. The only prophecy that remains is that of the unabii wa pekee uliobakia ni ule wa unyakuzi. Every sermon has been preached. Kila mahubiri imehubiriwa. Everything has been given. Kila kitu imepeanwa. Remaining one thing. Imebakia kitu kimoja. To walk into the promised land. Kutembea kuingia katika nchi ya ahadi. I see that generation. Naliona hicho kizazi. What are some of the things that happened at Kadesh Barnea? Je, ni mambo gani yalitendeka pale Kadesh Barnea? I'm going to write for you, don't worry. Nitawaandikia, msijali. Number 1. Ya kwanza. As I quote scriptures, somebody will read for me. Ninaponukuu maandiko mtu atanisomea. Number 1. Ya kwanza. Israeli had the opportunity walikuwa na fursa to taste kuonja some of the fruit baadhi ya matunda of the promised land, or from the promised land, I don't know, iliyotoka katika nchi ya ahadi. Numbers Hesabu 13:23. 13:23. At Kadesh Barnea, pale Kadesh Barnea, Israel had the opportunity to taste some of the fruit from the promised land. Israeli walipata fursa ya kuonja matunda, baadhi ya matunda kutoka katika nchi ya ahadi. Is somebody reading? Je, kuna mtu anasoma? When they reached the valley of Eshcol, they cut off a branch bearing a single cluster of grapes. 2 of them carried it on a pole between them, along with some pomegranates and figs. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. At Kadesh Barnea, pale Kadesh Barnea, Israeli had the opportunity walikuwa na fursa to taste kuonja some of the products, baadhi ya vitu, some of the goodness of the promised land. Baadhi ya uzuri wa nchi ya ahadi. She tasted alilionja of the goodness of the promised land, ya wema wa nchi ya ahadi, of the products of the promised land, ya vitu vya nchi ya ahadi. At Kadesh Barnea, pale Kadesh Barnea, I know of a generation najua kuhusu kizazi that has partaken of the leaves of the tree of life, ambazo limeshiriki kutoka katika matawi ya mti wa uzima. I know of a generation najua kuhusu kizazi that has partaken of the powers of the coming age, ambazo limeshiriki kuhusu nguvu za nyakati zijazo. The powers of the coming age, nguvu za nyakati zijazo zinasema daktari alisema ukimwi haina dawa, ya kwamba daktari alisema kwamba ukimwi haina dawa. But the powers of the coming age, lakini nguvu za nyakati zijazo zinasema ukimwi umepona, ukimwi umepona, ukimwi umepona. I know that generation. Najua hicho kizazi. She has tasted some of the fruit of the promised land, from the promised land. Ameonja baadhi ya matunda kutoka katika nchi ya ahadi. I know her. Namjua. That generation, hicho kizazi, a messenger has been sent to them. Mjumbe ametumwa kwao. And that messenger, na huyo mjumbe, stands before God. Anasimama mbele za Mungu. And is given leaves of the tree of life. Naye anapewa matawi ya mti ya uzima. That is found in the New Jerusalem. Ambayo inapatikana katika Yerusalemu mpya. And is told, na anaambiwa, this is for the healing of the nations. Hii ni kwa ajili ya uponyaji wa mataifa. For the first time, kwa mara ya kwanza in human history, katika historia ya wanadamu, mwanadamu is partaking anashiriki of the products of the New Jerusalem, kutoka kwa vitu vinavyotoka Yerusalemu mpya, the leaves of the tree of life, matawi ya mti wa uzima. I know that generation. Ninalijua kizazi hicho. I know them. Ninawajua. Kadesh Barnea. Kadesh Barnea. Praise the Lord. Bwana sifiwe. What are some of the things that happened there? Je, ni baadhi gani ya mambo ambayo yalitendeka mahali pale? That serve as a lesson. Ambayo inafanyika kama funzo. Number 2. Ya pili. What happened at Kadesh Barnea? Je, ni nini ilitendeka pale Kadesh Barnea? Number 2. Ya pili.
there arose. My English always has a problem. Don't worry about that. Write in your own better way. There arose so many voices sauti nyingi sana ziliinuka that contradicted the voice of God. ambayo zilipinga sauti ya Mungu. At Kadesh Barnea, Pale Kadesh Barnea, as they were just about to enter, walipokuwa tu karibu kuingia, so many voices just came from who knows where. sauti nyingi zaidi zikainuka mahali mtu hajui zilitoka And wapi, they started contradicting the voice of the Lord. na zikaanza kuipinga sauti ya Mungu. Numbers Hesabu 13, 13, 31 31 to 33. hadi 33. But the men who had gone up with him said, "We can't attack those people. They are stronger than we are." And they spread among all the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, "The land we explored devours those living in it." Thank you, that's enough. Hiyo imetosha. At Kadesh Barnea, Pale Kadesh Barnea, there arose so many voices sauti nyingi sana ziliinuka that contradicted the voice of God Almighty. ambazo ziliipinga sauti ya Mungu mkuu mwenyezi. Praise the Lord. Bwana sifiwe. The Lord had told Israel, Bwana alikuwa ameambia Israeli, I will take you to the promised land. nitawapeleka katika nchi ya ahadi. He had promised Abraham, Alimwahidi Abrahamu, your descendants must reach the promised land. wazao wako lazima wafike katika nchi ya ahadi. Lazima. Lazima. They must reach there. Lazima wafike pale. But at Kadesh Barnea, Lakini pale Kadesh Barnea, many voices began to show up, sauti nyingi sana zikaanza kujitokeza, telling them, ikiwaambia no, that is not even for you. Don't even worry about it. You will not make it. hapana, hiyo hata sio kwa ajili yenu, usijali kuihusu, hautafaulu kuingia. Don't prepare. Usijiandae. Moses has been lying to you all along. Mose amekuwa akiwadanganya wakati huu He has wote. been misleading you all along. Don't worry. Amekuwa akiwapotosha, msijali. You cannot make it. You cannot enter. Hamuwezi kufaulu kuingia, hamuwezi kuingia. At Kadesh Barnea, Pale Kadesh Barnea, many voices sauti nyingi zaidi contradicting the voice of Yahweh. zikipinga sauti ya Yahweh. And he's saying, Naye anasema anybody that listened to those voices was judged without mercy. yeyote ambaye alisikia hizo sauti alichinjwa bila huruma. At Kadesh Barnea, Pale Kadesh Barnea, masauti mingi. sauti nyingi. Oh, no, you can't make it. Hautafaulu. You're wasting your time. Unaharibu tu muda wako. Contradicting their initial calling. Ikipinga wito wao wa kwanza. The church at Kadesh Barnea. Kanisa pale Kadesh Barnea. Precious people. Watu wa dhamani. Are we together? Je, tuko pamoja? Yes. Number 3. Ya tatu, We are now in the message. tuko katika ujumbe sasa. Many Israelites Waisraeli wengi lost walipoteza all faith imani yote and hope na tumaini of entering the promised land. ya kuingia katika nchi ya ahadi. Numbers Hesabu 14, 14, 1 to 3. 1 hadi 3. At Kadesh Barnea, Pale Kadesh Barnea, many Israelites Waisraeli wengi lost all hope walipoteza tumaini yote and all faith na imani yote of entering the promised land. ya kuingia katika nchi ya ahadi. That night, all the people of the community All the people of the community, all, Watu wote wa jumuiya, watu wote raised their voices and wept aloud. All the Israelites grumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, "If only we had died in Egypt or in this desert. Why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt?" Thank you. Asante.
They lost all hope and all faith walipoteza tumaini yote na imani yote of entering the promise ya kuingia katika nchi ya ahadi at Kadesh Barnea. pale Kadesh Barnea. Ona, Tazama, wametembea, everything has happened, God has done everything he was supposed to do. The only thing that remains ni kufanya nini? Kuingia. And then they lost faith, they lost hope. Wakapoteza imani, wakapoteza tumaini at Kadesh Barnea. pale Kadesh Barnea. Number 4. Ya 4. Have you written this? Je, umeandika hili? At Kadesh Barnea, pale Kadesh Barnea, many Israelites Waisraeli wengi wanted walitaka to go back to their former lives. Kurudi katika maisha yao, hali ya maisha yao ya kwanza. In brackets, Egypt. Katika mabano, Misri. Numbers chapter 14 verse 4, it has been read. Hesabu 14 mstari wa 4 tayari imesomwa. Makamaja soma. And they say to each other, we should choose a leader and go back to Egypt. No. Kali sana. Kali sana. At Kadesh Barnea, the camera is still there. Pale Kadesh Barnea. Kwa nini? At Kadesh Barnea, pale Kadesh Barnea, many Israelites Waisraeli wengi wanted to go back to their former lives. Walitaka kurudi katika maisha yao ya hapo mbeleni, maisha yao ya kale. They wanted to go back. Walitaka kurudi nyuma. At this hour, katika saa hii, many Christians want to go back. Wakristo wengi wanataka kurudi nyuma. When the church is just about to enter like this, wakati kanisa liko tu karibu kuingia namna hii, they want to go back to their churches. Wanataka kurudi katika makanisa yao. They yao. want to go back to their boyfriends. Wanataka kurudi katika wapenzi wao vijana. They want to go back to their former lives. Wanataka kurudi katika maisha yao ya kale. At an hour when the church is just about to enter like this, katika saa ambayo kanisa liko tu karibu kuingia namna hii, Israel found herself at a similar situation. Israeli walijipata mahali pale pale. Chairman, God did not take it lightly. Mungu hakuichukulia kwa urahisi. He did not take it lightly. Hakuichukulia kwa urahisi. No. Hapana. Vijana si wanarudi kwa pornography. Vijana wanarudi kutazama pornografia. Yeah, God removed them from there. Mungu aliwatoa kutoka pale. Akakuja akanyonga tu shetani. Akakuja akamnyonga tu shetani. Mungu akakuja akanyonga shetani, akawatoa kwa midomo ya shetani, akatupa. Mungu alikuja tu akamnyonga shetani, akawatoa kwa mdomo ya shetani. Sasa wamerudi kwa pornography, they are now enjoying it, they are now it's sasa wamerudi kwa pornografia na wanaifurahia. They came to church. Walikuja kanisani. Now, sasa they have gone back, they are dancing. Sasa wamerudi wanacheza dance. They are looking at themselves. Wakijiangalia in TikTok. Katika TikTok. Gone back. Wamerudi nyuma. And na if you address these things in the church, ukizungumza kuhusu masuala haya katika kanisa, they are angry. Wanakasirika. They don't want sin to be confronted. Hawataki dhambi ikabiliwe. Hapana. They don't want sin to be rebuked. Hawataki dhambi ikemewe. You confront it, watakutukana. Ukikabili watakutukana. They'll abuse you. Watakutusi. They'll call you a fool. Watakuita mjinga. In the church. Katika kanisa. This church. Hili kanisa. The church at Kadesh Barnea. Kanisa pale Kadesh Barnea. They wanted to go back. Walitaka kurudi nyuma. They wanted to go back to their former lives. Walitaka kurudi katika maisha yao ya kale. Wanasema that life was better. Wanasema hiyo maisha ilikuwa bora. It was better, we should go back. Ilikuwa bora, acha turudi kule. God did not take it lightly. Mungu hakuichukulia kiurahisi. At Kadesh Barnea. Pale Kadesh Barnea. In their minds, they started imagine, wakaanza kukumbuka vile they were walking in Egypt, then just eating meat. Walianza kukumbuka jinsi walivyokuwa wanatembea kule Misri wakila nyama. In their minds. Katika mawazo yao. They said, that was a good life, we should go back there. Hiyo ilikuwa maisha mzuri sana, tunapaswa kurudi kule. Number 5. Ya 5. At Kadesh Barnea. Pale Kadesh Barnea. Many were disqualified. Wengi walikosa kuhitimu. Many were disqualified.
Many were disqualified for the promised land. Wengi walikosa kuhitimu kuingia katika nchi ya ahadi. Oh, we may also say many lost their places in the promised land. Pia tunaweza kusema wengi walipoteza nafasi zao katika nchi ya ahadi. As you like, you can write either of them. Unaweza andika moja wapo ya hizo. Numbers Hesabu 14, 14, 21 to 24. 21 hadi 24. Nevertheless, as surely as I live and as surely as the glory of the Lord fills the whole earth, not one of the men who saw my glory and the miraculous signs I performed in Egypt and in the desert, but who disobeyed me and tested me 10 times, not one of them will ever see the land I promised on oath to their forefathers. No one who has tried me with contempt will ever see it. Thank you. Many were disqualified for the promised land. Wengi walikosa kuhitimu kuingia katika nchi ya ahadi. They lost their place. Walipoteza nafasi zao. People that had just walked with God tu vizuri tu. Watu ambao walitembea tu na Mungu vizuri. Vizuri. They were just God loving people. Walikuwa tu watu wanaompenda Mungu. In the family of God. Familia ya Mungu. Hata mana walikula. Hata mana walikula. They ate and said, it's sweet. Walikula wakasema, ni tamu. We like it. Tunaipenda. But at Kadesh Barnea, lakini pale Kadesh Barnea, many of them, wengi wao, were disqualified. Walikosa kuhitimu. Their names were deleted from the book of the promised land, the records of the promised land. Majina yao yaliondolewa katika kitabu cha nchi ya ahadi, katika rekodi ya nchi ya ahadi. I don't know if the church is listening. Sijui kama kanisa linasikiza. Because you know sometimes you can just come to church and then you're just absent minded. Kwa sababu unajua wakati mwingine unaweza kuja tu kanisa lakini mawazo yako haiko pale. I hope the church is listening. Natumai kwamba kanisa linasikiza. He said majority were disqualified. Anasema wengi wao walikosa kuhitimu. At Kadesh Barnea. Pale Kadesh Barnea. And the Lord is saying, naye Bwana anasema, you see what is happening in the church right now? Je, unaona kile kinachotendeka kanisani sasa hivi? In this process, katika hatua hii, katika hali hii, many will be disqualified. Wengi watakosa kuhitimu. That's what the Lord is saying. Hicho ndicho ambacho Bwana anasema. Hallelujah. Hallelujah. That is number 6, right? Hiyo ni nambari ya 6. Israeli expressed her greatest rebellion against God. Walionyesha uasi mkuu dhidi ya Bwana. Their greatest rebellion against God. Walionyesha ama kudhihirisha uasi mkuu dhidi ya Bwana. At Kadesh Barnea. Pale Kadesh Barnea. Numbers. Hesabu. You don't have to read these numbers. Sio lazima usome hii Hesabu. 14. 14. 26. 26. 38. Hadi 38. They even wanted to stone Moses. Hata walitaka kumpiga Mose kwa mawe. At Kadesh Barnea, pale Kadesh Barnea, Israel expressed her greatest rebellion against the Lord. Israeli walionyesha uasi wao ulio mkuu dhidi ya Bwana. Greatest rebellion. Uasi mkuu. People you never thought could rebel. Watu ambao hukudhania kwamba wanaweza kuasi. Just became rebellious and adamant and don't care. Walianza tu kukua waasi na wanidharau na hawajali. And they are in sin. Na wako katika dhambi. At Kadesh Barnea. Pale Kadesh Barnea. Greatest rebellion. Uasi mkuu. The church at Kadesh Barnea. Kanisa pale Kadesh Barnea. Right now. Sasa hivi. The church is expressing her greatest rebellion against God. Sindio? Kanisa linaonyesha ama linadhihirisha uasi wake mkuu dhidi ya Bwana. Sindio Kipto? Greatest rebellion. Uasi mkuu. Mama tu anajua tu ama kijana tu anajua what the Lord expects from them. Mama au kijana wanajua tu kile ambacho Bwana anatarajia kutoka kwao. No.
La. Atarudi kwa miniskati yake, atarudi kwa minisketi atarudi yake, kwa longi yake, atarudi tu kwa longi na kwa yake tumbo kati yake, na ile tumbo kati yake, atarudi kwa ile kikundi yenye walikuanga nayo kwa masengenyo. I mean, they'll just go back there. atarudi kwa kile kikundi ambayo walikuwa nayo katika masengenyo, atarudi tu pale. Baada ya kuacha, atarudi. Baada ya kuziacha atarudia, Atarudi. atazirudia. Greatest rebellion. Uasi mkuu, And they don't care. na hawajali. Some of them you'll find they are leaders, they are servants, they are pastors. Baadhi yao utapata ni viongozi, ni watumishi, ni wachungaji, Worshippers, waabuduo, serving. mashemanzi, wanamtumikia Don't care. Mungu. Don't care. Hawajali. Greatest rebellion Uasi mkuu in the church. katika kanisa. Christians now don't want to be told. Wakristo sasa hawataki kuambiwa. Hallelujah. Haleluya. At Kadesh Barnea. Pale Kadesh Barnea. I hope somebody is learning a thing. Natumai kwamba mtu anajifunza kitu. Because it's clear the Lord is not talking about Israel, he's talking about the church. Kwa sababu ni wazi Sindio? kwamba Mungu azungumzi kuhusu Israeli, anazungumza kuhusu kanisa. How many can tell that, by the way, it's not about Israel, it's about me? How many can tell? Je, ni wangapi wanaweza kuelezea kwamba hata hivyo sio kuhusu Israeli, ni kunihusu mimi? It's not about Israel. Sio kuhusu Israeli. Ya Israeli yalipita. Ya Israeli yalipita. Their destiny has been determined. Hatima yao tayari imeamuliwa. So that is number 6, 7. That is G. Nambari ya 7. Israel. You have to read this. Israel tried to enter the promised land. Israeli walijaribu kuingia katika nchi ya ahadi By her own strength. kwa nguvu zao wenyewe. In brackets, Katika mabano, without Moses. bila Mose. There's a screen blinking. This small screen is blinking. And then Numbers 14:39 to 45. Hesabu 14:39. When Moses reported this to all the Israelites, they mourned bitterly. Early the next morning, they went up toward the high hill country. We have sinned, they said. We will go up to the place the Lord promised. But Moses said, why are you disobeying the Lord's command? This will not succeed. Do not go up, because the Lord is not with you. You will be defeated by your enemies. For the Amalekites and Canaanites will face you there. Because you have turned away from the Lord, He will not be with you, and you will fall by the sword. Nevertheless, in their presumption, they went up toward the high hill country, though neither Moses nor the ark of the Lord's covenant moved from the camp. Then the Amalekites and Canaanites who lived in that hill country came down and attacked them and beat them down all the way. That's to enough. Hiyo imetosha. At Kadesh Barnea, Pale Kadesh Barnea, Israel tried to enter the promised land by her own strength. Israeli alijaribu kuingia katika nchi ya ahadi kwa nguvu zake mwenyewe. Can you now put the camera on me? Je, sasa waweza kuweka kamera She kwangu? tried to enter the promised land Alijaribu kuingia katika nchi ya ahadi without Moses. bila Mose. In fact, Hata hivyo, she tried to enter by the help of her shepherd. alijaribu kuingia kwa nguvu ya mchungaji wake katika mabano. Kwa Msaada ya wachungaji wake. kwa msaada wa wachungaji wake katika mabano. Those fallen people that had risen, Wale watu walioanguka ambao walikuwa and they were wameinuka saying, impossible, you can't make it. na walikuwa nasema haiwezekani, hautafaulu. So they gathered leaders around themselves, Kwa hivyo walijikusanyishia viongozi kuwazunguka and they tried to enter the promised land by their own strength. na wakajaribu kuingia katika nchi ya ahadi kwa nguvu zao mwenyewe. And the Bible says they were severely beaten. Na Biblia inasema walipigwa kabisa. And of course, for 38 years, they died in the desert. Na hata hivyo kwa miaka 38 walikufa katika jangwa. The Lord is warning. Bwana anaonya. Wapendwa, please focus on me. Wapendwa, tafadhali mnilenge. The Lord is warning. Bwana anaonya. Kila mtu macho kwangu. Kila mtu macho kwangu. Hii hata hakuna kitu ya kuandika. Macho kwangu. Macho kwangu. And the Lord is saying, Naye Bwana anasema, God is not democratic. Mungu sio wa kidemokrasia. God is not democratic. Mungu sio wa kidemokrasia. Hallelujah. Haleluya. When the Lord says, this is the way, this is the way. Mungu akisema hii ndio njia, hii ndio njia.
blessed people, watu wabarikiwa, I know we live in estates. najua tunaishi katika hali katika mitaa. I know we work in offices. najua tunafanya kazi katika maafisi. I know we live in places. najua tunaishi mahali tofauti. And we encounter people every day. na tunakutana na watu kila siku. And na sometimes you can be tempted. wakati mwingine unaweza kujaribiwa. Because somebody will tell you, kwa sababu mtu atakwambia, but my pastor is very powerful. ya kwamba mchungaji wangu ni mwenye nguvu sana. Pastor wangu anaombanga mpaka sauti yake inapotea. Mchungaji wangu anaomba hadi sauti inapotea. Pastor wangu anahubiringi. Mchungaji wangu huwa anahubiri. Ako na neno anaubiringi. So my pastor. Kwa hivyo mchungaji wangu. So you are like, must I come to your church? Kwa hivyo unawazia, je, ni lazima nije? Anauliza, must I come? Anauliza, je, lazima nije katika kanisa lako? Kwani lazima ati tuende kwa nabii? Anauliza, kwani lazima tuende kwa nabii? Lazima ati tusikize nabii wa Mungu? Je, ni lazima tumsikize nabii wa Mungu? Na pastor wangu anahubiri, anachapanga neno. Kwanza akisimama tu hapo. Na mchungaji wangu anachapa neno akisimama tu hapo. Aanze tu kutembea kwa altar tu pale mbele. Aanze tu kutembea kwenye madhabahu pale mbele. Hata unaona ako na authority. Hata unaona kwamba ako na mamlaka. Lazima tuende kwa nabii. Je, ni lazima tuende kwa nabii? Anasema at Kadesh Barnea. Pale Kadesh Barnea. They thought they would make it. Walifikiri kwamba watafaulu, watahitimu kuingia. They thought they knew better. Walifikiri kwamba wanajua bora zaidi. They thought walifikiri their pastors could help them. Wachungaji wao wangewasaidia. They were disappointed. Walijutia. Waliaibika sana. Na walilia sana. Na walikufa sana. Na wakaoza sana. At Kadesh Barnea. Pale Kadesh Barnea. No. Hapana. You have TVs. Munazo runinga. Sometimes you are tempted to open a TV station and then ukifungua unasikia shetani tu anakudanganya. Wakati mwingine unajaribiwa kufungua runinga na unasikia shetani tu anakudanganya. Si kweli? Ndio. Anafungua TV station, anaona mtu anakaa hapo, anazunguka, anatoa mapepo, anasema by the way jamaa anakaa iko power, hakuna power. Anafungua tu station, anaona mtu anatembea pale na anasema anacheza na mapepo hapo, anasema ongea. Unatoka wapi? Unafanya nini? Nimetumwa hapa. Kwa nini ongea? Ongea haraka ongea. Sawa nimesikia. Pastor nimesikia naongea. Ongea. I'm not laughing with you. Nitakutanika, ongea. Sasa unaangalia unasema unasema kuna kitu hapa. Anasema itakuwa disappointment. Itakuwa majuto. Hiyo siku itakuwa kulia sana. Na kusaga meno sana. Na kupingirika chini sana. Sana. There's one of you told me something. Kunayo mmoja wenu ambaye aliniambia jambo. Akasema, you know, I've been telling somebody to come. Okay, I've been telling my mother to come to the church. Ya kwamba nimekuwa nikimwambia mama yangu aje kanisani. Mama yake akasema, hapana. Mimi siwezi enda kwa kanisa yenye shetani anabembelezwa. Mimi naenda kanisa yenye shetani anatandikwa properly. Mimi naenda katika kanisa ambayo shetani anatandikwa sawa sawa. Unajua kutandikwa properly nini? Toka! Nikwambia toka! Sasa ndio anatoka. Ameenda. Haya, tumekushika mkia, tunazungusha. Haya, tupa. Ametupa. So, kwa hivyo mimi siwezi enda church yenye shetani anabembelezwa. Mimi siwezi enda kwa kanisa ambayo shetani anabembelezwa. Mimi naenda tu yenye shetani anakanyaga, wana deal tu na yeye hapo na hapo. Mimi naenda kwa kanisa ambayo shetani wanakabiliana na yeye mahali pale. Anasema siku hiyo will be a great disappointment to many. Itakuwa siku ya majuto kwa watu wengi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. At Kadesh Barnea. Pale Kadesh Barnea. Mama Jen. They thought they could enter on their own. Walifikiri kwamba wanaweza kuingia kwa njia yao wenyewe. Wakasema hawa hawamtaki nabii. Ya kwamba hawataki nabii. Kwa sababu wanasema ati nabii sio kabila yao. Hawataki. Ya kwamba nabii hakukuja jinsi walitarajia akue. Atakuwa mwana wa Israeli, atakuja akiwa mzungu tu anatembea tu hapa, anasema walitarajia. Anasema katika siku hiyo
kilio sana na makamasi mingi. na makamasi mingi. Makamasi itatoka mpaka ishe. Makamasi itatoka hadi ishe On that day. katika siku hiyo. Hii kitu pastor wangu, kanisa yangu, hii kitu ya mchungaji wangu, kanisa yangu, kwani lazima nisikize nabii? kwani lazima nisikize nabii? Si Mungu aliumba kila mtu? Si Mungu aliumba kila mtu? Kwani yeye ndio anajua njia peke yake? Kwani ni yeye anajua njia peke yake? At Kadesh Barnea. Pale Kadesh Barnea. I know there are some Christians. Najua kwamba kunao Wakristo wengine wakisikia sijui crusade where, crusade Kasarani, wherever, excitement. Unaona hii mwanguko ya Wakristo, excitement. Sijui nani alipeleka crusade where, they go. Wakisikia kwamba kuna crusade mahali, kwamba mtu fulani alipeleka crusade mahali, wanaenda. Wapewe holy water wakunywe. Wanapewa ile ati wanaita maji takatifu wanakunywa. Anasema itakuwa kilio. Itakuwa kilio. I want to finish. Nataka nimalizie. I've not even begun looking at the church. Hata sijaanza kuangalia kanisa. Can you give me 10 minutes? Je, mnaweza kunipa dakika 10? 10 minutes, Yes. Or 15 nikienda sana. Ama 15 I just ikienda sana. address the church, si ndio? Nishughulikie tu kanisa. Now, sasa, before I can address the church, kabla ninene na kanisa, so there at Kadesh Barnea, kwa hivyo pale Kadesh Barnea, the Lord came, Bwana alikuja and judged, na akahukumu, si ndio? Si ndio? Judged severely. Alihukumu kwa ukali kabisa. Some died of a plague. Wengine walikufa kwa mapigo. Some died by the sword. Wengine wakakufa kwa upanga. Some even died of natural causes. Wengine hata wakakufa tu kwa zile hali za kawaida. Within that 38-year period. Katika hiyo miaka ya 38. Hallelujah. Hallelujah. So, parameters of judgment. Parameters of judgment. Vipengee vya hukumu at Kadesh Barnea. Pale Kadesh Barnea. What did God use to judge Israel? Je, ni nini Mungu alitumia kuihukumu Israeli? At Kadesh Barnea. Pale Kadesh Barnea. And this applies to the church. Na hii pia inahusisha kanisa. Amount of light they had received. Amount of light. Kiwango cha mwangaza or grace au neema they had received. Ambayo walikuwa wamepokea. Mungu alitumia nini kuwahukumu pale Kadesh Barnea? Je, Mungu alitumia nini kuwahukumu pale Kadesh Barnea? Alitumia the amount of light they had received. Alitumia, the amount of grace they had received. Alitumia kile kiwango cha mwangaza au nuru waliopokea na ile kiwango cha neema waliopokea. The cloud had come to them. Wingu alikuja kwao. So many things had happened. Vitu vingi sana vilitendeka. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So, kwa hivyo, now the Lord used that for judgment. Sasa Bwana alitumia hiyo ili kuwahukumu. The water from the rock, manna from heaven, all that. Maji kutoka kwenye mwamba, mana kutoka mbinguni. So even after seeing all that, they fell. Kwa hivyo hata baada ya kuona hayo yote bado walianguka. God judged them severely. Mungu aliwahukumu kwa ukali kabisa. Number 2. Ya pili, He judged them by how much they had abandoned themselves to sin. Aliwahukumu kuzingatia kadri ya vile walijiwachilia kwa dhambi. Abandoned themselves to sin. Jinsi walivyojiachilia kwa dhambi. Venye they just allowed themselves to be controlled by sin. Jinsi walivyojiruhusu tu kutawaliwa na dhambi. God judged. Mungu alihukumu. And he's saying, naye akasema, the Lord will judge the church. Bwana atalihukumu kanisa. Based on the amount of grace we have received. Kuzingatia ile kiwango cha neema ambayo umepokea. The more the cripples we have seen, the more the miracles of God we have seen, the greater the judgment. Zaidi ya vile umeona viwete wakitembea na miujiza ya Mungu ikitendeka, hivyo ndivyo hukumu itakavyokuwa juu zaidi. And he's saying it is deadly, this abandoning self to sin. Na anasema ni kali sana hii kujiachilia kwa dhambi, ni ya kufisha. Kujiachilia tu kwa dhambi ambayo unaona kanisani leo. Kujiachilia tu kwa dhambi ambayo unaona kanisani leo ni ya kufisha. It's very bad. Ni mbaya sana. God will judge. Mungu atahukumu. He also judged. Pia alihukumu. Based on the amount of sinful, is it amount kweli ama how much, okay whatever, amount of sinful influence. Kuzingatia ile kiwango cha dhambi. Kiwango cha athari ya dhambi.
ni kiwango gani walikuwa wamesababisha wengine pia kutenda dhambi. Kiwango ambayo walisababisha wengine kutenda dhambi. Amount of sinful influence they had on others. Ile kiwango ambacho walisababisha wengine kutenda dhambi. So by causing others to rebel and saying to grumble and all that, you see there is a team that God judged right there. Sindio? Kwa hivyo kwa kusababisha watu kuasi na kutenda dhambi, kuna watu ambao Mungu aliwahukumu mahali pale. Hapo to plague and they died right there. Pale tu pale na walikufa kwa tauni. Hallelujah. Hallelujah. So God is going to judge based on the amount of sinful influence we have on others. Kwa hivyo Mungu atahukumu kuzingatia ile athari ya dhambi ambayo tunayo kwa watu wengine, so jinsi tunavyosukuma kwa dhambi. You're walking to that office. Kwa hivyo unatembea katika ile afisi. And men are just lusting at you. Na wanaume wanakutamani tu. Because you are showing your chest and your legs. Kwa sababu unaonyesha kifua chako na miguu yako. Anasema siku moja. Anasema kwamba siku moja itakuwa mbaya sana. Itakuwa mbaya sana. God will judge and it will be unbelievable. Mungu atahukumu na haitakuwa ya kuaminika. Precious people, I want to say the following. Watu wa dhamani, nataka niseme yafuatayo. At this hour, katika saa hii, the church, kanisa, is experiencing her Kadesh Barnea moment. Call that woman for me. She's called Evangeline. Ako kwa gate anaenda hivi. Call her for me. Linapitia katika hali yake ya Kadesh Barnea sasa hivi. For 1 minute. At this moment, katika saa hii, the church is experiencing her Kadesh Barnea moment. Kanisa linapitia hali yake ama ile wakati wake wa Kadesh Barnea. This is our Kadesh Barnea moment. Hii ndio muda wetu katika Kadesh Barnea. Write that down. The church is experiencing her Kadesh Barnea moment. Kanisa linapitia ile hali yake ya Kadesh Barnea. Hallelujah. Hallelujah. And I want to say, na nataka niseme kwamba, that our Lord Jesus Christ, ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, the Messiah, Masihi, before he left his disciples, kabla awaache wanafunzi wake, he ensured that they knew who he was. Alihakikisha kwamba wanamjua yeye ni nani. Before he ascended on high, kabla apae kwenda juu, he made sure that the disciples know him very well. Alihakikisha kwamba wanafunzi wanamjua vyema kabisa. He ensured that they had seen his miracles. Alihakikisha kwamba wameona miujiza yake, his signs and wonders. Ishara zake na maajabu. He ensured that they had heard his teachings. Alihakikisha kwamba wamesikiza mafunzo yake. He ensured that they had witnessed his resurrection. Alihakikisha kwamba wamekuwa mashahidi wa kufufuka kwake. He ensured that they knew him very well. Alihakikisha kwamba wamemjua vyema kabisa. And during that time, na kwa katika wakati huo, he was also protecting them. Pia alikuwa akiwalinda. Tuko pamoja? Je, tuko pamoja? Before Jesus went up, kabla Yesu aende juu, and remember, nakumbuka kwamba when he went up, alipopaa kwenda juu, that is when persecution came. Hapo ndipo mateso yalipokuja. That is when people began to fall away. Hapo ndipo watu walianza kuanguka. But before that, lakini kabla ya hiyo, he protected them very well. Aliwalinda vyema kabisa. And he ensured they knew who he was. Na alihakikisha walimjua kwamba yeye ni nani. And what he could do. Na kile ambacho angeweza kufanya. Before he left. Kabla aondoke. So that if after that point somebody bado ataanguka, hiyo itakuwa yake. Ili ikiwa baada ya hiyo mtu bado akianguka, hiyo itakuwa yake. After Iscariot, Judas Iscariot. Baada ya Judas Iscariot, Jesus ensured that Judas Iscariot had seen his power. Yesu alihakikisha kwamba Judas Iscariot aliona nguvu zake. Even the resurrection of Lazarus. Hata ufufuo wa Lazaro. Hallelujah. Hallelujah. Before he could enter iniquity. Kabla aingie katika dhambi. And so, precious people, na kwa hivyo watu wa dhamani, before persecutions and trials set in, kabla ya mateso na majaribu kuingia, the Lord ensured that his disciples knew him and that they had been exposed to grace. Bwana alihakikisha kwamba wanafunzi wake walimjua na kwamba walikuwa wameionja neema. What is the message? Je, ujumbe ni upi? I want us to read these scriptures and then I'll close. Nataka tusome maandiko haya kisha tutafunga. Revelation chapter 16 verse 15. Let me write the scriptures. Ufunuo 16:15. Acha niandike maandiko. Let me write the scriptures then we read. Acha niandike maandiko kisha tutasoma. Revelation chapter 16 verse 15. Ufunuo 16:15. The church at Kadesh Barnea, what is the message? Kanisa pale Kadesh Barnea, je, ujumbe ni upi? So we have Revelation chapter 16 verse 15. Kwa hivyo tunayo Ufunuo 16:15. Revelation chapter 3 verse 11. Ufunuo 3:11.
Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. Waibrania 6:4 hadi 6. Hebrews chapter 2 verse 1 to 4. Waibrania 2:4 hadi 2 verse 1 to 4. Mlango wa pili. Mlango wa pili mstari wa kwanza hadi 4. Yeah, so put the camera on me and then we read scriptures. Kwa hivyo weka kamera kwangu kisha tusome andiko. Behold, I come like a thief. Which book is that? Revelation 16:15. Says, Behold, I come like a thief. behold, I come like a thief. Tazama naja kama mwivi. Blessed is he who stays awake and keeps his clothes with him, so that he may not go naked and be shamefully exposed. The church is experiencing her Kadesh Barnea moment. Kanisa linapitia katika hali yake ya Kadesh Barnea. And the Lord is giving instruction. Naye Bwana anapatiana He's maagizo. saying, behold, I come like a thief. Anasema tazama naja kama mwizi. Please, Tafadhali. blessed is the one that remains clothed. Amebarikiwa yeye akeshaye na kuziweka mavazi yake. Meaning, kumaanisha blessed are they that won't lose their salvation right now. wamebarikiwa wale ambao hawatapoteza wokovu wao sasa He says, hivi. please don't lose salvation. Anasema tafadhali usipoteze wokovu. Don't lose righteousness. Usipoteze uhaki. Don't lose holiness. Usipoteze utakatifu. The devil will never come and preach to you repentance. Shetani hatawahi kuja na kukuhubiria toba. In fact, he's very happy when you're in church and then you're in sin. Hata hivyo amefurahi sana ikiwa uko kanisani na uko katika So dhambi. don't allow anyone to rob this away from you as a person. Kwa hivyo usiruhusu mtu yoyote akunyang'anye hii kama mtu binafsi. So let us put on the garment of salvation Kwa hivyo acha tujivike lile vazi la wokovu and the robe of righteousness na lile joho la uhaki at this hour. katika saa hii. Revelation 3:11 says, Ufunuo 3:11, I am coming soon. coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. I am coming soon. ninakuja upesi. Hold on to what you have, Shika sana ulicho nacho, so that no one will take your crown. ili mtu asije akaichukua taji yako. The church at Kadesh Barnea. Kanisa pale Kadesh Barnea, Hold on to what you have. shikilia kile ulicho nacho. Hold on to it. Shikilia, Let nobody take it away. usiache mtu yoyote aichukue. And he's saying, Naye anasema at Kadesh Barnea, pale Kadesh Barnea many lose their crown. wengi walipoteza taji zao. Wengi wanapoteza. Wengi wanapoteza taji zao. At this Kadesh Barnea moment, Katika hali hii ya Kadesh Barnea, many are losing their crowns. wengi wanapoteza taji zao. But he's saying, Mary Wanjira Waithaka, Lakini anasema Mary Wanjira Waithaka, hold on to that salvation. shikilia hiyo wokovu. Hold on to it, Shikilia, that no one may take your crown. ya kwamba mtu asije akachukua taji yako. The church at Kadesh Barnea. Kanisa pale Kadesh Barnea, Hold on to what you have. shikilia kile ulicho nacho. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In other words, Kwa maneno overseer, mengine, mwangalizi, don't allow anyone to preach to you any other message. usiruhusu mtu yeyote akuhubiria ujumbe mwingine wowote. Paul says in Galatians chapter 1, Paulo anasema katika Wagalatia sura ya kwanza, even if an angel will come ya kwamba hata kama malaika atakuja and preach another message to you, na kukuhubiria ujumbe mwingine, let him be eternally condemned. wacha ahukumiwe milele. Let nobody preach to you anything else apart from what the Lord has given. Usiache mtu yoyote akuhubirie kitu kingine chochote tofauti na kile ambacho Evelyn Bwana Omondi. amepeana. Evelyn Omondi. Evelyn Omondi, Don't allow anybody usiruhusu mtu to yoyote preach anything else to you, akuhubirie kitu kingine chochote, whether on Facebook iwe ni katika or Facebook Twitter ama Twitter or in the streets. ama katika mitaa. Don't allow anyone to undermine your faith. Usiruhusu mtu yeyote aidunishe imani yako, Aidharau. aidharau. Don't allow anyone to undermine your faith. Usiruhusu mtu yeyote aidharau imani yako. Hallelujah. Haleluya. He's saying, Anasema of course, hata hivyo we must be abused by the world. lazima tutukanwe na dunia. Chairman, the Lord Jesus was abused. Bwana Yesu alitukanwa, And he's saying for us, na anasema kwetu sisi we must be abused. lazima tutukanwe. Hallelujah. Haleluya. And whenever we are abused for the Na gospel, kila mara tunapotukanwa kwa ajili ya injili, then we know we are walking the path of Jesus. sasa tunajua kwamba tunatembea katika njia ya Yesu. Because our Lord Jesus was abused. Kwa sababu Bwana wetu Yesu alitukanwa. Let us not leave Jesus because we were abused. Acha tusimwache Yesu kwa sababu tulitukanwa. Hallelujah. Haleluya. Anasema matukano yakija, matukano yakija, sisi tutaendelea. sisi tutaendelea. A cripple has walked. Kiwete A ametembea. cripple has walked. Kiwete ametembea. Ukimwi umeponywa.
Ukimwi umeponywa. Yes. Ukimwi umeponywa. Yes. Ukimwi umeponywa. Yes. Ukimwi umeponywa. Yes. Alfred Omondi amepona. Yes. Bethwel Sirengo amepona. Yes. Irene Auma amepona. Ni Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Because Kwa sababu only Jesus can heal ukimwi. ni Yesu pekee anayeweza kuiponya Sasa ukimwi. ona, hata ujaribu kuichukua tu uikanyagie chini, Hata ukijaribu kuichukua uikanyagie ama chini, ujaribu kuitupa kwa takataka, hata ujaribu kuitupa kwa takataka, haitabadilisha swala ya kwamba huyu mtu alikuwa na ukimwi na sasa hana, na Yesu amemponya. haitabadilisha swala ya kwamba huyu mtu alikuwa na ukimwi na sasa hana. Alafu Yesu amemponya. aje aliponywa aje? Aliponywaje? Alituma message akapona. Kwamba alituma tu ujumbe na kisha Alituma akapona. message? Alituma ujumbe. Na mwingine alishika tu aerial ya radio hivi, alishika tu aerial ya radio namna hii akapona. Na akapona. Na mwingine akachukua kada akaweka kwa TV K24 akapona. Na mwingine akachukua kada akaweka kwenye runinga ya K24 na akapona. It doesn't matter. Haijalishi. Bottom line, kiwango msingi, the most important thing, jambo la muhimu kabisa, alikuwa na ukimwi, alikuwa na ukimwi, na damu ya Yesu ikamwagikia yeye, na damu ya Yesu ikamwagikia, amepona. na amepona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Don't ever expect this homosexual world to celebrate ati Yesu amepona mtu. Usiwahi kutarajia ya kwamba ulimwengu huu wa kishoga utawahi kusherekea ya kwamba Yesu ameponya ukimwi. Ati Alan umeingia tu kwa plot, ya kwamba Alan umeingia tu kwenye ploti, majirani wote wako hapo, na majirani wote wako Sema, hapo. Juma ni aje? Waseme Juma ni aje? Juma mambo? Juma mambo. Kabisa ukimwi, hebu majirani wote wakuje tu hapa tuanze tu kuimba. Kabisa ukimwi umepona, hebu majirani wote waje hapa na tuanze tu kuimba. This world that is walking naked, hii dunia ambayo inatembea uchi, the same world, dunia hiyo Yesu alifanya tu miujiza. Yesu alifanya tu miujiza mbele yao. Alafu wakachukua mawe wakataka kumpiga. Akawauliza, okay, nimefanya miujiza mingi, niulize, mnataka kunipiga mawe kwa sababu ya miujiza gani? Ya kwamba nimefanya miujiza mingi, je, mnataka kunipiga mawe kwa ajili ya miujiza gani? Don't ever expect the world to clap for us. Usiwahi kutarajia ulimwengu utupigie makofi. Hii dunia haitawahi kutupigia makofi sababu tunapenda Yesu. Hii dunia haitawahi kutupigia makofi kwa sababu tunampenda Yesu. Mwalimu Miriam, your colleagues will never praise you because you love Jesus. Unaofanya na wao kazi hawatawahi kukusifu kwa sababu unampenda Yesu. Very soon, maybe in the lunch hours, hivi karibuni katika ile ibada ya maakuli, I will teach about Cain and his children. Nitafundisha kuhusu Kaini na uzao wake na watoto wake. Cain and his children. Kaini na watoto wake. When Cain saw Abel, wakati Kaini alimuona Abeli offering a perfect sacrifice to God, akitoa dhabihu kamilifu mbele za Mungu, he was angry. Alikasirika. Wewe tu umeenda tu hata huna mambo mengi. Wewe umeenda tu hauna mambo mengi. Unatembea tu kwa soko. Na nguo yako tu. Sketi tu. Imefunika wewe mzuri. Imekufunika vizuri. Na jacket imefunika wewe vizuri. Na jacket imekufunika tu vizuri. Na Yesu wangu nakupenda. Now, sasa somebody stands on the road. Mtu anasimama barabarani. Akiinua pua kwa dharau. Kwa nini? Umevaa vitakatifu na yeye hajavaa. Anakuchukia. Cain and his children. Kaini na watoto wake. Jameni. Cain and his children. Kaini na watoto wake. Anakuchukia tu bure. Hata anaweza kukutukana. We should never expect the world to clap for us. Hatupaswi kutarajia dunia kutupigia makofi. Tusiwahi kutarajia dunia kutupigia makofi. Which other book are we reading? Kitabu gani kingine tunachosoma? Hebrews. Kama tuko pamoja tupende. Amen. Kama unapenda Yesu sema haleluya. Hebrews 6:4-6. It says, Waibrania 6:4-6. It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift. Can you ensure the camera iko katikati, whoever is there? And then
It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age. If they fall away, be brought back to repentance, to their shame, because to their loss they are crucifying the Son of God all Subjecting over him. again and subjecting him to public disgrace. Now, thank you very much. Asante sana. He's saying, Anasema at Kadesh Barnea, pale Kadesh Barnea there is no looking back. hakuna kutazama nyuma. Are we together? Je, tuko pamoja? Ona. Angalia. Jocelyn. Anasema at this Kadesh Barnea moment. Anasema katika wakati huu wa Kadesh Barnea. Niangalieni kila mmoja. At this Kadesh Barnea moment. Katika wakati huu wa Kadesh Barnea. If someone decides to go back. Ikiwa mtu ataamua kurudi nyuma. At this Kadesh Barnea moment. Katika wakati huu wa Kadesh Barnea. There is no forgiveness. Hakuna msamaha. When the church is at her Kadesh Barnea moment. Wakati kanisa liko katika wakati wake katika Kadesh Barnea. Agnes Maina. And then just decides to go back. Alafu aamue tu kurudi nyuma. He says, anasema no forgiveness. Hakuna msamaha. I have decided to follow Jesus. I decided. Marvin anakuanga slow. Hata wewe you are like, why is he that slow? Angekuwa alitupea key. We don't need beats. We just want to hear the keyboard and then sing as you prepare to read the last scripture. I have decided. I have decided to follow Jesus. I cannot hear the church. To follow Jesus. No turning back. No turning back. Again. I have decided to follow Jesus. Elder Joel anaimba ni kama hataki, ni kama haja decide. I don't know what's going on. But hiyo ni yake, si tume decide. To follow Jesus. No turning back. No turning back. Tuimbe tena. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me. Sing it. The cross before me. No turning back. No turning back. The world behind me. The world behind. Damaris. Tumeamua to follow Jesus. The world behind me. The cross before me. The world behind me. The cross before me. No turning back. At Henry yaimbi. The world behind me. The cross before me. The world behind me. The cross before me. The world behind me. The cross before me. No turning back. No turning back. Please read the last scripture. Tafadhali soma andiko la mwisho. Hebrews chapter Everybody stand up on your feet. Waibrania sura ya pili. Kila mtu simama miguuni pako. Hebrews 2 verse 1 to 4. Waibrania Let mbili everyone mstari wa stand on kwanza their hadi feet, nne. and then you will read as everyone is standing. Kila mmoja asimame miguuni pake, kisha utasoma ikiwa kila mtu amesimama. Hebrews chapter 2 verse 1 to 4.
Waibrania sura ya 2 mstari wa 1 hadi 4. Everyone standing on their feet. Kila mtu akiwa amesimama miguuni pake. You can read. Waweza kusoma. We must pay more careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. For if the message spoken by angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment, how shall we escape if we ignore such a great salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard him. God also testified to it by signs, wonders, Various miracles. and various miracles and gifts of the Holy Spirit distributed according to his will. He says, Anasema we must pay more careful attention lazima tumakinike kabisa that we may not drift away. ili tusipotoke tutoke kwenye njia. And he asks the question, Naye anauliza swali, what shall become of us je, tutafanyika kuwa nini if we ignore such a great salvation? ikiwa tutakosa kujali wokovu mkuu kama hii? At this Kadesh Barnea moment, Katika wakati huu wa Kadesh Barnea, what shall become of us je, tutafanyika kuwa nini if we lose such a great salvation? tukiupoteza wokovu mkuu kama hii? I want you to lift your hands to the Lord. Nataka uinue mikono yako juu kwa Bwana. If you want to receive Jesus and you are here, Ikiwa unataka kumpokea Yesu na uko mahali hapa, this is the moment. huu ndio wakati. We can repeat together Tunaweza kurudia pamoja and say, na tuseme, Mighty Lord Jesus, Bwana Yesu mkuu, I love you, my Lord Jesus. ninakupenda Bwana wangu Yesu. I desire to enter the kingdom of heaven, my Lord Jesus. Ninatamani kuingia katika ufalme wa mbinguni Bwana wangu Yesu. Lord, forgive me Bwana nisamehe of all my sin. dhambi zangu zote. My dear Lord Jesus, Bwana wangu Yesu, please write my name tafadhali andika jina langu in the book of life. katika kitabu cha uzima, And help me na unisaidie to make it on that day. kuingia katika siku hiyo. The mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Today, Leo I'm born again. nimeokoka. Vigelegele kwa Yesu. Vigelegele kwa Yesu. Heavenly Father, the mighty name of Jesus. Baba wa mbinguni, katika jina kuu la Yesu, You have spoken to us in length and in width and in height umetunenea kwa wingi, kwa urefu na kwa kimo about the church at Kadesh Barnea. kuhusu kanisa pale Kadesh Barnea. And we realize Na tunatambua that we are experiencing our Kadesh Barnea moment. ya kwamba tunapitia hali yetu ya Kadesh Barnea. Lord, help us Bwana tusaidie to prepare and to enter heaven. tujiandae na tuingie mbinguni. Give us the grace and the strength to overcome the world. Tupatie neema na nguvu ya kuishinda That ulimwengu, come that day, ya kwamba ikifika siku we may hiyo not be put to shame. tusiaibike. These are your children. Hawa ni watoto I wako commit them into your able hands. na wawasilisha katika mikono yako yenye uweza. Please help each and every one of them, Tafadhali saidia kila mmoja wao, even those following online. hata wale wanaotufuatilia Meet mtandaoni. them at their point of need. Kutana na wao mahali pao In pahitaji, the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Some came here, Wengine walikuja they were hapa, just trusting upon you, Lord. walikuwa wanakutumaini tu Bwana. Remember them Wakumbuke and come through na and uwajie intervene. na uingilie The kati, mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Amen. Amina. Let's clap to the Lord. Acha tumpigie Bwana makofi. I request us to be seated.